wengine niliona wakisema kansa ya damu inaletwa na mambo na dawa, ni specific kansa ya damu. Hiyo ni kwa sababu yeye ile damu haikumwagwa. Ile damu ilikuwa imwagwe ile mbuzi ya kuunganisha hii boma. Haikukunywa. Okay. Wakati msichana yake ameolewa, anatakikana hiyo mali aiforward kule kwenye ametoa bibi. Kwenye alitoa bibi. Okay. Kama si hivyo, naseme simameni kwanza niende nikapeleke mali. Kama hapo na but ni ukweli hiyo inaletaka magonjwa. Hiyo mtasika watu wakifuatana. Yes. Nilikuwa nataka to create hiyo awareness kwa Wakikuyu watu ukufa. So that's why I think naona ni kama watu wa Murang'a hapana nimeenda dawa mpaka inapelekwa ndio, lakini nakwambia kikacha. Uhesabu haujapeleka. But hii Mwate ikichinjwa kuna pombe waliitisha ile imetengenezwa. Nikipeleka Mwate waliitisha pombe ingine inatengenezwa na molasses na miwa. Welcome to my YouTube channel, Esther Migo once again. Obvious, if you are familiar with my content, unajuanga na creating awareness. Last week, I posted a video on YouTube na ikaenda viral because I just needed to create awareness about the cultures. Most of the community, they have different cultures in Kenya, you understand them? So I just needed to create awareness, especially because I'm from Murima in Kikuyu land. Ikikamu ni kwa dowry inakuanga a serious deal. That's why I decided to create awareness because no one is aware of the process. Yeah, hizo dowries. As in unapatanga, there are some things that we do, they are against Christianity. So I just needed to create awareness because we are not even informed about the cultures, the dowry payments. Oh my God, let me tell you, it's a process. So nikasoma comment nikaona, wow, not only Kikuyus, like it's like everybody, every community. Nilisoma comment and I was like, we just need more about this. So guys, welcome to my YouTube channel. Leo niko na mgeni from Murima yenyewe kwa sababu kwa Kikuyu dowry inakuanga a serious deal. So today we must talk about it. Nawapenda sana, thank you for your support. I just need to welcome my guest and introduce because leo lazima tutoke hapa na suluhisho, tujue kama tunaendelea na hizi cultures ama tunaweza ziacha, the consequences. Kama tunaweza kaa bila hizo cultures, tufuate mambo ya dini kwa sababu nilikam kurealize hata pastors wanafanyanga some rituals zenye naonanga ziko against the Christianity. So welcome to my YouTube channel. Allow me to introduce my guest. Habari yako? Nzuri sana. Karibu sana kwa Esther Migo Show. Thank you. Okay, unaweza tuambia majina yako na unafanyanga nini na umetoka wapi? Uambie mtazamaji wetu. Asante. Mtazamaji, nawakaribisha nyote katika hii channel ya Esther Migo. Kwanza namshukuru kwa sababu ya kufikiria kuanzisha hii channel ambayo inaongelelea mambo ya kuoa na kuolewa. Manake hapo ndipo chanzo cha kila aina ya baraka. Na mimi naitwa Fresh Wangari Muturi, ninatoka upande wa Murang'a, ule kunaitwa Kiharo. Na Kiharo tena pia Murang'a ni kule ambao ni origin ya Wakikuyu. Kwa hivyo ukisikia mtu akikwambia Wakikuyu walitoka Kongo, walitoka wapi, hiyo yote ni propaganda. Ile watu wanatumia kuchanganya watu na kuleta confusion. Otherwise, sisi tunatoka huko Mukurweini wa Nyagathanga wa Gikuyu na Mumbi. Okay, kuna zile calamities unasikianga zinafuata familia, maybe dowry kama haikufanywa poa. Ezi kama kuna process wamepita ama kuna mwenye ameletewa dowry hapo anastahili kuletewa. Unaweza tuelezea hizi calamities ni gani? Kwanza hizo zinakuwa kali sana na zinapoteza watu wengi sana, wanakufa kwa wingi. Jambo la kwanza, mimi hata kabla sijajua mambo ya kansa inaletwa na nini, I had gone to US na nikasikia mama Mkikuyu ambaye alikuwa mama wa mzee, alitukiongea tukishare, akaniambia kansa inaletangwa na kasi. Nikarudi nikaja mimi mwenyewe, hiyo si haikunielewa, lakini nikakuja mwenyewe nikapeleleza na nikakuta ni kweli. Na
kansa ya kuletwa na mambo ya mila. Kuna vitu mlitakikana kupeleka ama kupeleka. Kuna mtu alikula tunaita kiagararu. Wewe ulikosa kurasia na wewe unataka kukula rurasio ya msichana yako. Hiyo pia inaleta hata vifo kwa upande wa msichana wako. Na hata inaweza kukula hata upande wako. Kitu kingine kinaletwa na hiyo mambo ya rurasio ikikosa kufuatiliwa vile inastahili. Unakuta watu wanakufa wakifuatana. Kwa mfano kuna watu mimi najua wa kwetu. Msichana alikataa, mzee alisumbuliwa na bibi ya kwanza na alikuwa amemuoa na akaona aoe bibi ya pili. Lakini watoto wale wa kwanza wamekuwa kubwa. Msichana akafika wakati wa kuolewa. Akakataza mamake akakataza yule msichana aolewe, mali letwe sababu bwanake atakula pia na bibi mdogo atakula hiyo pia, ataenjoy hiyo rurasio sababu alikuwa anakaa na bibi mdogo. Hiyo jambo ilirudi ikalete shida. Kule kulianza kukufa hata mifugo. Bwana akakufa kwanza, mifugo ikafuatwa, ukarudi tena kukaanza watoto vijana wake wameoa. Si anakioa anaenda anapeleka mbali, anarudi anakufa. Mwingine anaenda anarudi anakufa. Walilazimika kuja kutoa madawari wakati hata mama yao amefariki, wamepoteza mabwana. Waliambiwa na elder wa huko, mzee mmoja huko akawaambia, baba yenu alikuwa anasemanga hamujawahi kumpeleka maji. Hata ng'ombe akasema simumletee angalau kama ng'ombe moja ya maziwa awe anakunywa maziwa, mkakosa kumpelekea. Endeni mpaka walikuwa hata wajua nini madhailo alikutoka upande gani. Nikuulizia, wakati waliulizia wakakuta sasa ni sani yake yule mkubwa ako na yule mdogo, lakini kuna yule wa katikati alikuwa pia amekufa. So yule walipoitwa they had to send yule mama bibi mdogo wa baba yake sababu ni yako na lazima ahusike na kijana yake yule alikuwa hapo. So wakaenda kule wakawaadvise vile watafanya na wakawaambia hatutawafanyisha kazi kubwa ya kulete ng'ombe kutoka huko Rift Valley kulete mpaka Murang'a. Wakasaidiwa vile, ndio nilikwambia kuna njia wa elders wanajua wanaweza kupunguzia mzigo na hiyo mambo isimame. Na hiyo wakasaidiwa, walilia sana wakimaji. Hii ndio tu imefanya tupoteze maume zetu, tutopoteze mali yetu. Sasa walikuwa na shamba kubwa, walikuwa wanalima ngano na matingatinga, ng'ombe walikuwa wanapeleka maziwa kwa dairy na pika, wamerudi chini just because of that. Kwa hivyo ni vizuri kufuatilia mambo ya mila ya mambo ya kulipa dawari na hata kama huna uwezo ukienda uelezewe, utaambiwa vile utafanya na itakuwa ni kama ungemekama hiyo mambo yote sababu watu wote hawakuagi sawa. Kuna yule anakuwa na uwezo wa kulipa mali ile inatakana, kuna yule hana, anakuwa utakuwa unaleta kidogo kidogo bora umeanza, lakini ukikataa mambo inakufuata. Wengine wanapata maajali, unakuta ameisha, gari imeisha na ilikuwa yake. Wengine unakuta anapata ugonjwa. Kwanza ukitaka kujua mtu ni ugonjwa unatokana na boma na mzazi, utaona huyo mtu anagonjeka ugonjwa unasikia ati haikujulikana hata stage ya kwanza, ya pili inajulikana ikiwa stage 4. Kwani iliruka aje huko kote? Na ugonjwa unaenda ukikua kulingana na maybe upate matibabu sawa inajulikana ikiwa the last stage sababu ni ya kupumua. Kwa hivyo hizi magonjwa zinajulikana zikiwa last stage. Ni kasi ile dawari inatoka hata wacha dawari, kuna mambo mengi inaweza kutokuwa imetokana katika bomu. Hata mother-in-law ama father-in-law unaweza kuolewa pale, ama baba yenu waseme jambo, baba-in-law waseme wanateka advantage sababu msichana ameolewa kwetu, afutese kijana yetu sijui nini. Wazazi wale wakililia Mungu inakuwa pigo mara moja. Kuna wengine niliona wakisema kansa ya damu inaletwa na mambo na dawa, ni specific kansa ya damu.
hiyo ni kwa sababu yeye ile damu haikumwagwa. Ile damu ilikuwa imwagwe, ile mbuzi ya kuunganisha hii boma haikukunywa. Okay. Kwa sababu it is a ceremony, kama vile watu wanakata keki. Hiyo ndio keki ya Wakikuyu. Okay. Hi guys, welcome to my YouTube channel. Esther Migo once again. Obvious, if you are familiar with my content, unajuanga na creating awareness. Last week I posted a video on YouTube na ikaenda viral because I just needed to create awareness about the cultures. Most of the community, they have different cultures in Kenya, you understand, eh? So I just needed to create awareness, especially because I'm from Murima in Kikuyu land. Ikikamu ni kwa dowry inakuanga a serious deal. That's why I decided to create awareness, because no one is aware of the process. Yeah, hizo dowries. As in unapatanga, there are some things that we do, they are against Christianity. So I just needed to create awareness because we are not even informed about the cultures, the dowry payments. Oh my God, let me tell you, it's a process. So nikasoma comment nikaona, wow, not only Kikuyus, like it's like everybody, every community. Nilisoma comment and I was like, we just need more about this. So guys, welcome to my YouTube channel. Leo niko na mgeni from Murima yenyewe, kwa sababu kwa Kikuyu dowry inakuanga a serious deal. So today we must talk about it. Nawapenda sana, thank you for your support. I just need to welcome my guest and introduce, because leo lazima tutoke hapa na suluhisho, tujue kama tunaendelea na hizi cultures ama tunaweza ziacha, the consequences. Kama tunaweza kaa bila hizo cultures, tufuate mambo ya dini, kwa sababu nilikam kurealize hata pastors wanafanyanga some rituals zenye naonanga ziko against the Christianity. So welcome to my YouTube channel. Allow me to introduce my guest. Habari yako? Nzuri sana. Karibu sana kwa Esther Migo Show. Thank you. Okay, unaweza tuambia majina yako na unafanyanga nini na umetoka wapi? Uambie mtazamaji wetu. Asante mtazamaji, nawakaribisha nyote katika hii channel ya Esther Migo. Kwanza namshukuru kwa sababu ya kufikiria kuanzisha hii channel ambayo inaongelelea mambo ya kuoa na kuolewa. Manake hapo ndipo chanzo cha kila aina ya baraka. Na mimi naitwa Fresh Wangari Muturi, ninatoka upande wa Murang'a, kule kunaitwa Kiharo. Na Kiharo tena pia Murang'a ni kule ambao ni origin ya Wakikuyu. Kwa hivyo ukisikia mtu akikwambia Wakikuyu walitoka Kongo, walitoka wapi, hiyo yote ni propaganda ile watu wanatumia kuchanganya watu na kuleta confusion. Otherwise sisi tunatoka huko Mukurweini wa Nyagathanga wa Wakikuyu na Mumbi. Okay. Tukiongea mambo na dowry, sisi Wakikuyu tuko na zile cultures kulingana na my understanding. Before nilikuwa najua tu dowry, kitambo watu walikuwa wanapeleka pombe. Nowadays unaweza tuelezea about udhoni hizo ngurario? Kwangu ni Mkikuyu but sijawahi elewa. So nilikuwa nataka utuambie, once msichana ameolewa wanaanzanga aje? Hiyo process inaendanga aje kulingana na Kikuyu culture? Kwanza kwa wakati huu, wacha niseme ya kwamba kuna wakati ilifika mambo ikabadilika kiasi, kwa sababu hapo awali mzazi ndiye alikuwa anasema kule mtoto wake ataolewa, msichana yake ataolewa, ama kijana ataoa. Kwa hivyo na wakati huo wa zamani, msichana akiolewa kwa boma fulani, wazazi wanakuanga, yule babake kijana ni yeye alikuwa anatoanga mali. Na kabla hajafika kutoa mali, alikuanga anaambia kijana yake ataoa kwa boma fulani, na ataenda kuripoti ya kwamba anataka kuoa mtoto wa huko. Wazazi huwa hata wanajuanga mtoto miaka mingi kabla hajafikia kuolewa, anataka yule mtoto aolewe kwa kijana yake. Hiyo ni jambo la kwanza. Na sasa sababu wakati huo ulipita, wacha tuongelelewe wakati huu. Manake watu wamesoma, umeenda huko Nairobi, umeenda huko Mombasa, umeenda huko Kitui, umeenda wapi, mmekutana kijana huko, mmependana. Kama ni kijana amependa msichana, anafaa kwanza aende akiambia msichana
msichana akubali, inafaa huyo kijana aweze kuja kuona kwa kina msichana. Ndio ajulikane yeye ndiye anataka kuoa msichana. Alafu mzazi atamuuliza maswali haya. Uko na mzazi? Baba yako ako hai? Mama yako ako hai? Ndio ajulikane kama ni mtoto hana wazazi. Akishasema haya atajibu, atarudi aambiwe basi umejua, basi nimekuruhusu uende uniletee wazazi wenu. Okay. Hiyo ndio ilikuwa ina happen kwa right now, hata kama watu wamekosea, right now that is the way it should be. Tumeacha ile ya zamani ya kwamba baba ndiye alikuwa anaenda anasema mtoto wake ataolewa kwa fulani. Hiyo imepitwa na wakati tuseme. Lakini kwa wakati huu mkikutania kule mtakutania, msichana anafaa kwenda kuonyesha, anafaa kijana apeleke msichana kwao, aseme anataka kuwa huyu msichana. Naye msichana anarudi tena abue, basi nenda ukajue kwa kina msichana utuletee ripoti. Hapo ndio pasa wazazi wake wanamtuma kwa kina msichana, anaenda naye msichana anaambia wazazi wake, nina mgeni atakuja siku fulani wa aina hii. Kijana yule tumependana. Basi anakojewa na wazazi wa msichana. Alafu hapo ndipo sasa wazazi wanamuuliza maswali ya kwamba uko na baba na mama, ama kama huna nani anakaa na wewe. Ndio sasa kutoka hapo wajue ni mtu aina gani anaoa msichana wao. Lakini saa hii imechange. Imefika place hata kitambo walikuwa wanapeleka pombe, kuna ile pombe ilikuwa no, tunaongelea mwanzo, hatujafika mambo ya ni mwanzo vitu. Sasa ni kujuana. Ni kijana anaenda kujua kwa kina msichana na msichana amejua kwa kina kijana. Unaona? Sababu si wazazi wanawaleta pamoja. Sikubeleana. Sasa baada ya hiyo kijana akishaambiwa nenda utuletee wazazi, anawauliza mngetaka niwalete wakati gani? Sababu hata pale wazazi wake wamemwambia nenda uambiwe tutaenda kujua huko lini. Sasa hiyo wakati ndio wanaenda, inaitwa kuhandithigi. Wanakuja sasa ni kama wamebook msichana hawezi kupendwa na mtu mwingine. So kitu ya kwanza ni hiyo kuhandithigi. Wazazi wakifika kitu ya kwanza hiyo wakati ni kuhandithigi. Na msichana ashaenda na kijana. Hapana, bado wako kwa hakuna harusi imefanywa. Hivyo ndivyo inastahili kufanya. Msichana before aende anastahili kijana waende hiyo kuhandithigi. It's called it's like planting a branch. That is the first engagement. Kwa kizungu ni ile mnaita engagement. Okay. So that is the first one. Yeah, that is the first one. Kwa hivyo kuna kile wazazi wanakuja nayo ya kama ndio wanaleta ya kufanya engagement. Ndio inaitwa kwa Kikuyu kuhandithigi. Then hapo ndio sasa wataambiwa vile sasa watakuja kulete mali. Sasa hapo ndio watahesabiwa, huyu tunataka utuletee hii na wanaandika, ndio sasa waende wakajipange. Hapo hawaambii mtakuja siku fulani. Sababu ni mambo ya kwenda kujipanga. Wataenda wakakae na mpaka watu wa clan. Tulienda kwa pahali fulani, tulipajua na iko hivi, tuliambiwa hivi na hivi, warudishie. Sasa wale wazazi warudishie clan report, sababu mtoto si wa wazazi peke yao. Mtoto ni wa msichana, ni wa familia na clan yao. Sasa itakuja inaitwa nini kwa Kiswahili? Hiyo clan. Anyway, watu wanaelewa wakisema clan umesoma. Hiyo muhirika ikae chini isikie kumeitishwa ng'ombe hii, kumeitishwa mbuzi hii, kumeitishwa pombe hii, kumeitishwa bake hii ama bake. Kuna wengine wanaitisha bake tumbaku. Kuna mambo mengi inaitishwa. Na kuna wengine utakuja kusikia kama ni anti yake, kama ni yule anaitanishwa na yeye, kuna labda kitu anataka kusema. Sasa mimi huyu alikuwa ananisaidia hivi, sasa ameenda, ninataka nani mnipatie kitu fulani, iwe ni kama imereplace ile nilikuwa nasaidiwa na msichana. Sababu kwa msichana ndio sasa wanaitisha hizo vitu. So hapo ndipo sasa clan inapanga ni nini itaitishwa. Si mzazi wa msichana ama kijana. Kijana ni kwa vile ataambiwa, na hapo nao hawa upande wa msichana ni wao wanasema ni nini italetwa.
Na hii siku kuna kitu wamekuja nayo ama ni kukuja tu kuambiwa zile vitu? Booking. Hiyo ni booking. Hiyo engagement ni akipa mmoja amwezi kuja mkono mtu. Ni in terms of kitu ama ni pesa? Sasa hapo kulingana na wakati kijana atatumwa. Ametumwa akaleta wazazi. Wakuja waseme wamebuku msichana, wanataka msichana wao na wao wamekubali. Ataambiwa ni nini wazazi hiyo siku wanafaa kuja. Okay. Kwa wakati ninasemea upande wa Wakikuyu. Yeah. Sababu ukienda kwa Wakamba kuna zile njia wanafanya. Kwanza kwa Wakikuyu acha niseme sababu aina ya chakula ni nyingi. Utakuta kuna aina nyingi mtaitishwa ya aina ya chakula. Kuna aina ya madisi fulani, kuna aina vitu fulani zinapandwa huko, lakini kwingine utakuta hawana. Kwa hivyo nasemea haswa nikipeana mfano kwa Wakikuyu. Now, baada ya hiyo sasa wakati wanakuja kuhada idhigea ni kuja ku engagement, wakati huo sasa ndio wanakuta kuna hawa wazazi wa muhirega inasema ile vitu itahitajika, naye wale waende wakae na muhirega yao, grani yao, waweze kuwasaidia vile watasimama na huyu kijana. Na mara nyingi wakati wa zamani ilikuwa ni baba alikuwa anasaidia kuolea kijana sababu hana mali. Manake wakati huo unajua si kama wakati huu siku hizi mnafanya kazi umeajiriwa huku na huku. Wakati huo ni ile ng'ombe zinalishwa huko na mbuzi na vile vitu inalimwa kwa mzazi wake. Kwa hivyo bibi ya kwanza sababu ilikuwa lazima utaoa more than one wife nyakati hizo. Kwa hivyo bibi wa kwanza ni mzazi anakununulia, akanakulipia mali. Kwa hivyo kijana uko wao ndio utafanya nini? Utatoa hiyo mali umsaidie aende akapeane. Lakini bibi ya pili ni yeye atajitafutia. Sababu sasa wakati amelete bibi kama vile siku hizi mtu akiwa na shamba anaambiwa jenga pale, lima hapo na anapewa hata ng'ombe moja uwe unalisha hapo makabuzi. Wakati huo nao pia alikuwa na ile vitu anapewa na wazazi. Kuanzia hapo ajipange, akitaka bibi ya pili atahakikishe ni yeye atajilipia mali. Na yeye pia hata wakati wa bibi ya pili hawezi kuwa bibi ya pili bila authority ya bibi wa kwanza. Bibi wa kwanza lazima aendorse, aseme amekubali. Hawezi kuenda kulete bibi tu, kulikuwa na taratibu. Lakini kwa wakati huu ni hivyo nimesema, alete mzazi aende ajue kwa msichana, arudi apeleke wa ripoti, arudi wazazi wakuja kuhada idhige, wakijua kule kwa msichana ni kuhada idhige book hiyo msichana asije akasemekana kuna mtu anampenda mwingine. Kutoka hapo wakishalete mali ile vitu watalete ndio sasa, na sababu hakuna kitu watakosa kulete, wale wameambiwa wataleta. Wakati huo dini haikuwa imeingililia, lakini saa hii dini zimeingililia. Unasikia hatuwezi kufanya hivi, sisi tunawapatia pesa, lakini wakifanya hivyo ndio unaona mambo mengi kunakuwa divorce zinakuwa nyingi, malaana yanaingia, vifo, premature death, magonjwa inaingia kwa sababu upande ule mwingine hawakuridhika. Okay. Tutoke hapa kwa kuhada idhige. Twende hiyo process nyingine. Pia kuhada idhige, ndio nimesema wamehesabiwa ile vitu wataleta. Nasikianga kuna kuhada idhige, kuna gurario, kuna rurashio. Gurario hiyo ni ya nyuma. Tunataka tujue hizo process zinakuanga ngapi? Kwa sababu nasikianga kwa Kikuyu haiwezi isha. Wameplant hii branch, hiyo kuhada idhige. Alafu hii next wakileta dowry. Hiyo ndio tunaletanga wakati inaletwa, kuna mambo itahitajika because ile kuna mtu anahitajika wale ambao wamefanya hii in details. Unajua kama kwa mfano wangu, mimi nilifanya harusi hiyo, lakini mimi kuna mambo haikufuatwa. Kwa hivyo hapa ningependa wakati mwingine tuwe na mama mzee ambaye amefuata hiyo mambo. Kwa sababu mambo ya kama mimi yangu ilikuwa interfere na church. Okay. Kwa hivyo ikawa makosa ikafanyika, sasa hata mimi naanza kurekebisha wakati nimeshazeeka. Kuna kitu sijawahi elewa. Nikiangalia kwa Wakikuyu kuna Wakikuyu wa Murang'a, kuna Wakikuyu wa Nyeri, wa Kirinyaga.
Hizi vitu huwa zinafuatana ama hazifanani? Zote zinafuatana. Wakikuyu ni Wakikuyu. Hiyo ninakwambia lazima inafuatana. Kile kiko wakati huu mtakuta makosa mingi kwa sababu dini zimekuja. Mzungu alikuja akatuletea dini akasema mambo yetu ni kama hiyo ya kuchinja, ni tunachinjia mangoma. Na unajua kitu moja, mzungu alihakikisha ile majina yetu ameitumia kuharibu gacha yetu. Kwa sababu ngoma alitoa hiyo jina ya ngoma kwa komi. Hata kitabu ya Biblia ikiandikwa, wale walikuwa wanaandika, manake ninajua watu kadhaa walikuwa wameandika vizuri Moshukani. Saitani alikuwa anaitwa nini? Moshukani. Lakini waka-insist waandike ngoma ndio wapinge mambo ya ngomi. Ukisemekana hivi, if you don't do this, hii itakutokezea. Ngomi zitakuja kudai. Akaanza kuonyesha hiyo ni ngomi ni ancestors. Ancestors, yes. Yeah. So wakaanza kuita ancestors wetu ni shetani. So the Bible sahi kama tunaweza kuiandika tena. Mahali wamesema ngoma na wale wanasema ngoma, wasisi wanasema ngoma. Hiyo ni wewe siita shetani msukani, lakini si ngoma. Ngoma ni jina yetu ngomi wakaharibu. Kama vile waliharibu jina ya Ahila ambaye traditional hila alikuwa anaitwa Wainga. Wainga was a name of an elder ambaye alikuwa na gift ya healing. Wanasema tutanyukite kiuma kwa Wainga. That is the way they started, distorting our names. Okay. Venye understand cultures about the dowries. Mimi venye nililipa dowry aiendanishe na ya Wakikuyu because I'm not even the firstborn. Na nedarutirwo ruracio. As in, I started the process before my elder sisters. Kwa Wakikuyu, si kulingana na venye najua, unastahili yule first daughter anastahili kulipa, na siku hizi haifuatwi ama unaendaje? Hata kama utakuwa mdogo na wewe ndio utaolewa before. Kuna vile elders wanafanya kuonyesha ndio usije ukapata mikosi. Ndio iwe ukiolewa the firstborn amekurelease with love. Nothing was done. Imagine I remember niliplan kwenda the first dowry. I was told that hii haiwezi kauntiwa. Umeget? So venye niliambiwa hii ya kwanza haiwezi kauntiwa juu sijatija ile mwate. Nilikuwa na ngoja uongee hiyo mambo ya mwate. The virginship. I talked about it on my last video. Before the main dowry, there is this animal sacrifice. And kulingana na venye najua, according to the Bible, Bible is not against our culture, but there are some things that we do that goes against Christianity values. Especially animal sacrifice is not allowed in the Bible. What do you have to say? After kwenda kuhanda ithigiri. Na ithigiri part of this ithigiri. One thing ni wakati mnakuja kuleta wakati mnakuja hapo, mimi mwenyewe sitakuelezea vizuri kwa sababu nimekwambia mimi pia sahabu yangu haikuenda vile inastahili. Lakini kile ninajua ni kwamba kabla hamujaenda kupeleka mali, kuna ile mbuzi tatu zinatangulia. Kuna ile harika na mwate. Mwate na harika, na kuna ile itachinjwa. Ile itachinjwa hiyo wakati mtaingia. Ili inaenda mbele. Kabla hiyo siku mnaenda kupeleka mali. Hii inaenda mbele. Unaona, iwe imelala huko kabla hamjafika. Na imekojoa huko, na imekunya huko. Hiyo sasa ni sign ya kwamba sasa nyinyi mnangojewa. Okay, wacha tuelezee vizuri. Before tuende ile kuhanda ithigiri, kuna mbuzi inapelekwa ilale kwa kina msichana. Yes. Ndio mkileta hii watu wote wakikuja kuleta hii mali nyingine, hiyo mbuzi iwe imelala huko, na ile sasa ile itachinjwa bado imelala huko. Kwa hivyo hiyo ndio itakuja kuchinjwa hiyo siku. Okay, I just na hiyo kuna wale ikichinjwa, kuna ile
traditional way yake ikishachinjwa. Kuna yule baba ya msichana, yani baba ya msichana. Kuna ile sehemu iko na masehemu yake vile nyama inasemekana hii ni ya hii. Kuna hii vile inagawawa, hiyo ndio nakwambia inafaa sasa tulete mtu ambaye ni wale wazazi wetu ambao wanajua hiyo haswa na wamewahi kufanya. Kwa sababu kwangu mimi Ukristo uliingililia ikakosa kufuatwa vile inatakikana. Okay. Kulingana na venye najua, niko na cases mingi sana watu wameenda dowry alafu wakirudi wengi wamepata accident, ama unastukia kuna watu wamepeleka dowry wengine watu kama 5 wa the same family wamegojeka. Do you believe hii mambo ya dowry huwa ina contribute magonjwa mingi sana kwa Wakikuyu? Yes, ina contribute kwa sababu lazima kuwe watu wamekubaliana. Pakikosa kuwa makubaliano, na hii ni jambo ambalo imetoka mbali, na inafuatwa na kitu kina hata baraka, ni kipahali njia ya kupata baraka. Baraka hiyo kabla ndio iweze kufika, lazima muangalie kila upande, hakuna mahali mmebishana. Na kitu kingine, vitu ya dowry haibagini. Hata kama ni mbuzi mtakuwa hamuna mnaenda kununua, usiende kubagini. Ukikuta mbuzi inauzwa 15,000 utoe hiyo. Kama ndio hiyo umependa, utatoa hiyo pesa. Usiseme nina 10,000. Na kama umeuziwa expensive itakuwa hivyo tu. Because ya dowry haifanywi bargain. So ukienda kununua mbuzi ama ng'ombe na unapeleka kwa dowry, ustahili kunegotiate. No. Ukinegotiate kwa sababu unaona ilikuwa zamani ilikuwa inatakikana uwe wewe mwenyewe umelisha. Na ukibagain what will happen? Sio hiyo sasa kulingana mimi sasa siwezi kueleza. Inaleta calamities. Kile najua italete mikosi. Okay. But nowadays kuna Christianity. Na kuna vitu naona mpaka mabishop bado wameshindwa na kuepuka hii culture. What can you tell us about Christianity and cultures? Kile ninataka kueleza kwanza upande wa dini na upande wa culture. Lazima tutafuata culture. Sababu culture ndio iko na baraka, si pastor pale. Na kwa sababu hata kama kuna jambo utakuwa wewe ni maskini. Unakumbuka hata wakati wa Yesu. Tunasikia Mariamu hawakuwa na uwezo wa kupeleka ile ilikuwa inapelekwa madhabahuni, alipeleka ndege. Si ni ndege ile isemekana ilipelekwa. Kwa hivyo yule hana uwezo. Inatakikana iwe wale watu ndio wameongea wenyewe. Kwa mfano, saa hii ni ukiitishwa busi 90. Ukihesabiwa busi ya leo inasemekana ni 10,000. Hiyo ni pesa ngapi? Ni pesa mingi sana. Lakini ningetaka watu wakajue hivi. Ikiwa watu wako na ile ungu wa wazazi, hawataweka bei na ile mambo ya wakati huu. Sababu si business mnafanya. Ni kushirikiana, mnashirikiana na ni kurudisha shukurani kwa sababu huyu msichana alilewa, ametuzwa, amefundishwa na anaenda sasa kupeleka ile mafundisho na kulewa amelewa amelenda kupeleka kwingine. Na sasa ni ile kurudisha mkono, ni kama kurudisha mkono, kusema ni asante. Kwa hivyo ile inatakikana watu kama saa hii ningeulizwa wazazi hawangekuwa kihesabu ati vile ng'ombe inatoka wakati huu, mbuzi inatoka wakati huu. Mkisema hata mbuzi mmeuza shilingi 5. Bado hiyo pesa bado ni nyingi. Hata mkisema ni shilingi 2, bado ni pesa mingi. Na ujue ni urafiki mmeshikana. Wao wamekuwa sehemu yenu, mmekuwa sehemu yao. Ukiwa na jambo watakuwa hapa na nyinyi, watasimama na nyinyi. Haitakikani kuwa ni kama biashara. Kama wakati mwingine niliona kwa Facebook mpaka nikashindwa, hii ni nini? Nani ataoa? Na hiyo ndio inafanya vijana wanashindwa kuoa. Kwa sababu anaenda anahesabiwa, unamhesabia ng'ombe ya haba milioni atoe wapi? Na hata mwenyewe hata hajawahi ona pesa 1,000, 1,000,
100 hajawahi iona. Kwa hivyo inafaa saa hii tufikirie vile hii mambo inaweza kukaliwa vizuri, na hii jambo haitaweza kufaulu mpaka hii uongozi wa nchi uchenjiwe. Maanake hii tuliharibiwa na wale walituletea hii mambo, maanake kwao hakuna mambo kama hayo. Ni kwenda tu kakeki, kwenda tu tumejuana nini asijui pete unawekwa kapete ya kusemekana umeengejiwa, unafanywa kapate hapo. Hakuna vitu vinasemekana hii na hii na hii na hii kama ya Afrika. Lakini kulingana na venye naona ile mambo yote tunafuata ya dawari yenye tunaongelea hapa. Zile dawari nimehudhuria, kuna vitu kama hizo zinaongeangwa. Mnaendanga tu mnapeana pesa. Ni pesa tu, hata hawataki kujua kiwango yenye mamake alitolewa. Hii mambo ya kusema venye kwetu venye mamako alilipiwa dawari ndio unalipanga. Unaona? Lakini si amount. I think hawaangalii quantity. Hawaangalii but pesa unapeana tu. Inafaa hiyo mambo ifuatwe taratibu. Ndio hiyo iwe kutoka hata wakati wale wengine watakuja nyuma watafuata vile mlifuata. Na ndio hii mikosi ya premature death, mara sijui mumeoa umekuwa na hii ama mahali mumejenga pametokea umesikia nyumba imechomeka. Mambo haya mengine inafanyikanga kupitia zile ngomi zinadai you are not doing the right thing. Kwa sababu one thing, mambo ya kacha nimekuambia ni ya kiungu. Manake inalete uhusiano wa upendo, uhusiano wa kusaidiana, na katika hali hile unakuta hakuna watu watakuwa wakisikia boma ile kumetokea jambo hawatakimbia. Hautasikia wakisema sijui nini, na utasikia watu wanasema nyuma yenu. Zamani watu walikuwa na ushirikiano mzuri, kwa sababu kutokea pale tu walianza kuwasiliana na kupitia kuoana. Hapo ndio sasa urafiki ulianza. Na rafiki yao huko huwezi ukamfurahia akiwa kwa shida. So kama ni jambo lolote inaweza kuleta shida, wazee wanatatua. Na kama kuna makosa ilitokea, wanajua vile wanaipindua. Okay. Kwa comment section niliona kuna watu wengi sana wananiambia, Esther, uliza hii process ni gani inafuata, ni gani inaenda. Kuna zenye nasikianga huwezi pita hii. Nataka utu explain juu obviously najua unajua zenye zinafuatana. Hii guralio tunaenda gani na tunaenda gani na ni gani hauwezi pita ingine. Hii vege tumehanda ivege. Uwezi kwenda kufanya harusi na hapo kwenda kuhanda ivege. Kuna ingine inaitwa kukata bega. Hiyo ni ya nyuma. Sasa nataka utuelezee ya kwanza ni gani? Uzuri hapo ana furaha sababu akili alipewa, amepata hata watoto sasa kuna mtu hapo anataka ajue tumetoka kuhanda ivege. Tunaenda dawari sasa yenyewe. Si ndio hivyo. Alafu after hii dawari hiyo ingine ni wedding yenyewe ndio wakati mnalipa mali na hata mali mkiwa hamuna zote mali yote mnaweza kuruhusiwa kwenda kuishi pamoja. Hiyo ingine italetwa, na ndio sababu inasemekana pale paliachwa ile mwati na alika pale wanakuja mmeambiwa mmefunguliwa wakati wote mnaweza kuja kuleta mali yani hapo. Okay. Hii nayo inaitwa kukata bega ni gani? Hiyo ni after mumepeleka bega wale. Hiyo hata mumekaa na mumezaa watoto na mumemaliza. Hapana, sisemi kama mumemaliza, hiyo ndio nimekwambia kuna wale wanajua wanafaa waje waelezee. Mimi nikielezea sitaelezea vile ninaelewa, ya kusikia sitaki ya kusikia, inafaa ielezwe na wale wanajua. Sababu hiyo mimi kile ninajua inaenda kwa na watu wamekona watoto wakubwa, unakuta hata wako na mali nyingi, mifugo mingi, na wakiona hapo na hiyo mifugo. Yeah. Haya, kuna kitu kingine. Kuna zile vitu hazistahili kupelekwa kwa dowry. Kuna ile gift. Unajua dowry ni gift. Inatoka from the groom's side to the bride's side. Kuna zile vitu nasikianga ustahili kununua upeleke kwenu. Kama if you are married mnaenda na bwanako kupeleka dowry, kuna zile vitu nasikianga huwezi peleka. Niliona mwingine akiniambia huwezi enda na chumvi, huwezi peleka chumvi kwenu kama gift. Na mimi of course nilibai sijui kilo 6. Sasa ni gift ilikuwa part of dowry ama ilikuwa tu kwenda kutembea? Tulikuwa tunafanya shopping. Nasikianga kuna nunuliwa shopping.
wakati mnaenda kupeleka dawa. Tunanunua shopping. Hizo ndio. Hiyo ndio chondo. Ile inaitwa kiondo. So hakuna pombe. Sasa hii hakuna pombe, tunapeleka kreti za soda. Kreti za soda amuja au amuja. Sisi tunapelekanga hizo. So that's why I think naona ni kama watu wa Murang'a. Hapana, nimeenda dawa mpaka inapelekwa ndio, lakini nakwambia kikacha. Uhesabu haujapeleka. But hii mwate ikichinjwa kuna pombe waliitisha. Ile imetengenezwa. Nikipeleka mwate waliitisha pombe ingine inatengenezwa na molasses na miwa. Sikuitishwa muratina. Ndio hiyo inaitwa. Muratina nilibaiwa vijana, niliambiwa ninunulie. Ninakwambia hiyo pombe ndio na ndio pombe ndio iko namba akubaliki msichana. Okay, ma'am, umesema dawari yako haikufuata culture, mlifuata dini. Ilifuata kidogo lakini haikufuata vile inastahili. So saa hii ninarudia mambo mengine. Imefika place ukaona huko fanya kwa ilifanya nirudie. Kwa sababu hata bwanangu alipeana pesa na sababu baba alikuwa hata kubishana na kanisa. Alikuwa tumefanya harusi ya kanisa. Nilirudi kurudia tena. So najuanga kwa Wakikuyu hizi vitu huwa zina happen. Saa zingine unaweza stukia kuna venye dawari imefanywa na makosa halafu imeleta magonjwa. Wewe ni nini ilikufanya urudie? Kuna kitu ili happen ukaona lazima urudie culture? Yes, mimi nikujua nilijua. Wakati nilifanya vile ninastahili kupeleka rafiki yangu nyumbani. Na kitu moja ukipeleka rafiki yako nyumbani, lazima wazazi waseme kama wamempenda hata ama hawakumpenda. Wakisema hawampendi, utafikani kujiforce. So mimi hata wakati nilipeleka my husband kwangu kwetu nyumbani, alikutana na baba yangu na mama yangu, akaulizwa amenijua muda gani, na manake hajawahi kanyanga huko kwetu, sijawahi hata kutembea na yeye huko. Vile aliambiwa arudi akalete wazazi wake. Na wakati huo sababu hii ilikuwa kazi mbali, walikuja peke yao. Sikujua vile waliongea. Mimi nikarudi nikasikia hata harusi wamepanga, wamesema itakuwa lini. Kwa hivyo unaona walifanya mambo ya haraka haraka. Kwa hivyo zile mbuzi ile mwate na harika hazikupelekwa. Unaona? Na tukarudi tukafanya harusi. So ilibidi mimi mwenyewe nilipojua vile ilifanyika nikasema hapana. Mimi mwenyewe nikasema vile ninajua, na hata mama yangu nikamuuliza, si wewe mama inakuanga hivi? Nikasema unajua sasa sisi tuliona babako vile alisema na vile aliendewa na akaona hataki ati haribu harusi yako. Yeye alifanya hivyo. Nikamwambia no, mlifaa kufuata hiyo mambo mengine ndio nisije nikapata nini? Nikapata mambo mengine. So nimekuja kufanya hiyo mambo watoto wangu wakiwa bado watoto. Nikakuja kulete mwate na harika. Na hata ile nayo sehemu nyingine hakuwa amemaliza ya kuuzi nini. Sasa tukauliza baba, manake baba alikuwa ameshakufa. Nikamuuliza sasa tutafanya nini? Akasema vile itafanywa na watu wa nyumbani wakasema mambo. Sasa tukakuja sasa fulani ikakua na mambo yote ikamalizwa na fulani. Okay, kuna zile vitu zinafanywa na ziko against Christianity. Unafikiria tunaweza achana nazo? Especially hii ya mwate nini nilifanya? Hii ya kuchinja virgin sheep. Tunaweza achana nazo kwa sababu Bible imekataa. Hapa ni mwate kenye kale kahaishe. Yes. Na kuna ile ina watu wa pale. Hatukufanya hizo. As in we just need someone to talk about it. I think we are not getting the best information. As in no one is talking about. Kuna zile vitu huwa zina happen, lakini I think watu hawajui. People are not informed. What I will do now, because when I heard about what you're saying. When I was coming, I was thinking ile sana nitaongelelea. Ni vile kanisa na kacha inagongana. Lakini hii process inafaa ni kuja another time after having gone and stayed with an elder ambaye anajua this is how it is supposed to be done, it is supposed to be done. But here mimi nilikuwa nataka nieleze ya kwamba dini na kacha vile ilikuja ikakoraibu. Unaona? Kwa sababu wazungu walisema hiyo kupeleka pombe ni dhambi. Wao wanaita ni dhambi. Haya
ukichinjwa hiyo mbuzi wanasema tunachimbia shetani, tunachimbia mashetani yale alibariki kitambo. So unakuta sasa hiyo ikalete ugomvi katikati ya wenyeji na wazungu, sababu wazungu kacha yao ni tofauti na yetu. Na ni kwa nini? Wazungu hawana kacha ile, wao ilipotea ni kwa sababu wale wazungu walikuja kutawala huku na kututetea dini. Kule kwao walikuwa wameenda process ya slave trade, ya kuuza Waafrika kutoka hapa kuwapeleka huko. Kwa hivyo hakuna mahali walikuwa na hata Waafrika wale wako huko walikuwa hakuna pahali walikuwa wanapata kacha. Hata wakarudi wakabrainwash watu, jina unaondolewa yako, unaondolewa ya Kiafrika, unawekwa ya Kizungu. Na ni ya lazima. Hata kuna video kamoja, sijui kama umeanza kuona, kijana alitolewa Kongo, alikuwa anaitwa Kuntikute. Alifungiwa kwa mti, alikataa jina hiyo ya Kizungu. Alifungiwa kwa mti, alichapwa, akachapwa, na sasa hivi anachapwa, wenzake wako pale wakimwangalia ndio wasikie wajue hii si mchezo. Hii mambo yote walifanya kutubrainwash, si kwa sababu ya love. Walikuwa wanakuja sababu walikuwa wanakataka kile kiko huku kwetu. Kwa hivyo ndio unaona hata dini saa hii dini haina ungu. Ndio unaona mapasta wanafanya dhambi yoyote ndani ya kanisa. Kesi zile ziko kwa makoti, ni watu wa kanisa wanapelekana kotini. Na hiyo jambo ingekuwa ya kacha zamani, ingekuwa inatatuliwa, hata kuna mtu angekuwa anajua huku na huku. Ingekuwa inatatuliwa mapema. Kwa hivyo kacha hii tuondoa kwa ungu. Ni dini ilirudi katuondoa kwa kiungu. Sasa hii kwa comment section kuna watu naona wao walitoka Afrika wakaenda majuu huko, wameenda huko outside the country, wanasema si lazima wafuate mambo ya culture. Na kulingana na Wakikuyu naonanga ukikosa kufuata watu wanapatanga magonjwa. Unaweza waambia aje? Mimi nawaambia kitu ya kwanza, mtu aulize mashauri kwa wazazi wake. Ndio mzazi wake amuelekeze, na hata si mzazi wake, hata mzazi yake kumwelezea, aende afuate mpaka mjomba wake, anti zake, ahakikishe ameelezwa vizuri. Nitakupatia mfano mmoja. Mimi kuna a lady alikuja akaniona, akaniambia angetaka nimshauri ama tuombe na yeye, kwa nini baba yake analewa pombe sana, na baba yake ni fundi wa mawe, na pesa ya fundi wa mawe ni pesa mzuri. Na hiyo pesa akienda angeshakuwa ameshawajengea, lakini anakunywa yote. Vitu ya nyumbani vifugo anauza, hakuna kuku, hakuna mbuzi, hata unaweza kumea huko ukafikia kiwango ya kutekatwa kuni, ameshauza. Nilimwambia sababu nilikuwa nimepata habari vizuri. Mambo kama hayo inatokana na mambo ya pale kwa dawari. Nikamwambia nenda siku moja usibuka soso yako wako, akaniambia atabuka hapo. Nikamwambia fanya hivi. Na akaniambia mambo mengine ilikuwa imewatokea. Nilimwambia nenda uende mapema siku moja kwa shosho yenu, na ubebe shosho yenu leso ya kujifunga kama zawadi, na ubebe guka yako grandfather, umbebe kafurana ya kuvaa. Na vitu vile sasa ingine utaweza kununua wewe, lakini ile kitu atabaki akijua wakati fulani alikuwa hapa, alikuja akaniletea hii, akija kuniuliza maswali fulani atakuwa anaonyesha watu hiyo fulani. Na wakati anafanya hivyo, baraka kweli zinatiririka. Na soso yako akisema hii leso, akishika hivi, ni baraka, na anatingiza simu yake kokoni. Nikamwambia uende huko, kuna kulingana na vile umeniambia, kuna vile baba yako alikosea ukaeni na soso yenu. Uende uende mapema kabisa, usiende hapa mchana wakati watu wameanza kuongea. Uende uchukue gari ya mapema, ufike huko mapema. Watu wazee hawakunywangi chai mbele ya saa 3. Utakuta wanakunywa hapo saa 3, saa 3:30, hawamki mapema. Ukikuta shosho yako atakuuliza fulani, yani umelala ukija? Kwa nini? Mimi silalangi, umwambie mimi silalangi usiku kwa sababu mimi nimeshindwa na hii pombe ya baba.
Baba kwa nini anafanya kazi mzuri, analipwa pesa mzuri na hakuna kitu anafanya? Ni pombe tu, ni pombe tu. Nyumbani anauza vitu ile iko nyumbani. Ukiwa huko amechukua kuku yako ameuza. Kwa nini baba anafanya hivi? Akawa mtoto yako atakwambia, ngoja kwanza nikunywe chai, utaambiwa na buka yako. Alirudi, alipoenda alinielezea vizuri. Na nikamwambia kuna mbuzi utaitishwa. Ndio nikutayarisha mapema. Hiyo dhambi ya aina hiyo inalipangwa mbuzi fulani. Nikamwelezea ile mbuzi inakuanga na kitu kinakaa kama mafuta huku nyuma kinatingika hivi. Nikamwambia hiyo ndio mtaitishwa, ndio ya kulipa dhambi. Kwa hivyo nikamwelezea uwe umejitayarisha, ukijua hiyo mbuzi utaitishwa. Na hiyo mbuzi ikifika kupelekwa manake watakuitisha, utaambia baba ya anko yako, si baba yako, uende waambie ndugu yako, muende kwa anko yenu, brother ya baba yako, umwelezee vile ulienda huko na vile uliambiwa, alafu mwambie kuja uambie baba, umripotie nilienda huko. Si wewe uende uambie baba yenu, unajua baba nilikuwa sijui na uende uambie ndugu yako vile umeambiwa, muende na ndugu yako kwa anko yenu, ndugu yake baba yenu. Umwelezee akuje aambie baba yenu. Ndio sasa aseme tunataka hiyo mbuzi inunuliwe upeleke ukabarikiwe na mudoni in-law. Hata kaka si anajua kubarikiwa, ni kila mtu anapenda kubarikiwa. Lakini msimpatie pesa, sababu zile ngomi ndio zinamsukuma kwa kuharibu pesa yake, sababu hajabarikiwa kule. Anko yako na ndugu yako uwapatie pesa, waende wakanunue hiyo mbuzi, na hiyo mbuzi isilale kwenu. Ikuje ikilala ilale just one night, isilale siku mbili. Ikuje asubuhi na mapema, baba yenu akifunga kamba, aiondoe kwa boma, aipeleke mpaka upande wa ipite gate. Naye ndugu yako asaidie baba yako kupiga hiyo mbuzi mpaka kule. Ikikaribia kwa geti ile ya buka yenu, babu yenu ampatie baba yake, aigize gate ya baba ya buka yenu. Buka yenu hata kuiangalia hivi atacheka tu. Kucheka hiyo kiu ya pombe itaishia hapo. Na hivyo ndivyo iko sahihi. Hiyo goma imebarikiwa. Mambo mengi sana. Okay. Na ndivyo ilifanyika. Baba yake nisikuambia wakati alienda kule. Akafika akagua na shosho yake, okay, acha nitakuitia buka yako. Akaitwa akasema, haya, acha kwanza tukunywe chai uniambie. Alirudi akamwambia, aniambie sasa kile kimefanya ukuje. Akaelezea vile alielezea. Alimwambia, baba huyo wenyu amewahi kunichinjia mimi, nimewahi kukula kanyama yake mimi. Akafanya hivi. Nimewahi kufanya kababu hivi. Kufanya hivyo, akamwambia sasa nitaenda kumwambia akuletee. Kumbe hakumwambia ni kwamba hajawahi kurashia. Lakini unaona sasa akileta ile tatu sasa ameanza. Hivyo ndivyo mambo ilianza. Kwa hivyo watoto walisaidia baba yake kurashia. Okay. Na zaidi na msichana naye kazi yake, business yake, she is a business lady. Ikafunguka. Sasa she is driving a very expensive car. Kitu na kingine kuna rosa. Okay. Kitu kingine naona nowadays inafika place msichana alikuwa ametolewa mahari na ameamua kutoka kwa hiyo marriage. Hii mambo ya kurudisha mahari inaendaga aje? Hiyo mimi kile sitaki kusema jambo ambalo sijawahi kuongelea, kile ninajua. Hiyo pia kuna njia ya kuvunja hiyo ndoa. Okay. Na hiyo lazima mrudi kwa wazee. Okay. Unarudi kwa wazee ndio muelezewe. Na wao ndio wanafanya hiyo. Pia si wewe. Hapana. Nilikuwa nataka utuambie kansa inaingilia wapi na culture, na kansa inaingilia wapi na hii culture ya Wakikuyu, kwa sababu inakuanga serious. Unapata kuna place nilienda nikapata kaburi 4 tunawekelea ya 5. Kuuliza nikasikia sijui huyu aliletewa dawali hapo amepelekea bibi yake. Very good. Inakuanga hivi. Kama mzee, kama vile sasa kwa mfano yule msichana nilimsaidia vile ataenda kwa shosho yake.
ndio ile pombe baba yake. Kwa hivyo unaona Mungu amesaidia, huyu ni pombe ameshikwa nayo, si ugonjwa. Na Mungu akawasaidia sasa hivi hata mzee huyo hakunywi pombe leo. Sasa kile kiko ni ya kwamba ile mali anatekana ile mali hakupeleka wakati msichana yake ameolewa. Anatakikana hiyo mali aiforward kule kwenye ametoa bibi, kwenye alitoa bibi. Okay. Kama si hivyo aseme simameni kwanza niende nikapeleke mali. Kama ako na but ni ukweli hiyo inaletaka magonjwa. Hiyo mtasika watu wakifuatana. Yes. Nilikuwa nataka to create hiyo awareness kwa Wakikuyu watu ukufa. It's a serious thing na inakuanga ina happen ni venye watu wananyamazanga. Alafu kuna wale wanajifanyanga ni kama wako kwa dini. As in, dini haikuangi against. Lakini kuna zile vitu dini inakataa. Okay, tukitoka hapo, do you believe as a Christian tunaweza avoid easy animal sacrifice? Hamuta avoid animal sacrifice. Sababu hata hiyo ni nyinyi mnafikiria ilianza juzi. Mtu wa kwanza kufanya animal sacrifice ni Adam. Ni vile Biblia hii umefichwa mambo mengi. Wakati Mungu atanisaidia nipate kibali. Wakati fulani nitaongelelea juu ya zile sehemu hii Biblia imeondolewa. Na iliondolewa na wenye kuandika ndio unakuta most of the books inaitwa King James version revised. Bla bla, unaenda Lutheran wako na yao, unaenda watu wako na yao. Na kuna Biblia imesemekana na wale wanatuprintia. Inaprintiwa nyingi zinaprintiwa India. Ni China. Inaandikwa na isiuzwe kwingine isipokuwa Afrika. Imagine inaandikwa vizuri isiuzwe kwingine isipokuwa Afrika. So ni kama wanatu brainwash. Yes, hii ni brainwashing imefanyika. Kwa hivyo mtu wa kwanza kuambiwa na Mungu usiwahi kunitolea dhabihu ya damu yako tena ni Adam. Na akaambiwa angalia pale. Iliona ile dume. Hebu uenda uchukue, uichinje, uifanye hivi na hivi na hivi, uiwekelee hapo ulikuwa umewekelea damu yako. Ufundishe kizazi yako, hivyo ndivyo watakuwa wananitolea dhabihu. Okay. So kama Wakristo hatuwezi achana na culture. Yesu hata ni mlitengeneza jina ya Ukristo ya dini. Yesu hakuna mahali alisema mimi nimekuja kuweka kupiga muhuri, yani kusiri mambo yote ya zamani. Kwa sababu ndio unaona katika Old Testament hata watu zamani tulikuwa tunaletewa mambo ya New Testament. Na unakuta kuna sehemu zingine wanaweka mambo yao. Hata Paulo alisema mimi sasa hapa ni mimi ninaongea. Si Mungu. Kuna mambo watu wakiwa wakisaidiwa, tunahitaji watu wasaidiwe na watu wenyewe wamesoma Biblia hizo vitabu hizo za zamani vile ilikuwa na vile imebadilishwa. Kama sasa hii hata wale wanasoma CRE kwa sasa verses nyingi zimeondolewa. Vitabu vile mnaita apocryphas ni vitabu viko na mambo ya kumkaribia Mungu sana na jinsi ya kutoa dhabihu. Yesu alikuja ndio tupate Roho Mtakatifu. Na Roho huyu Mtakatifu awe tunasema neno na ile neno tumesema inafanya miujiza. Lakini kuna miujiza haitafanywa bila kufuata ile inastahili. Uwezi ukaniambia tutakuombea uwe tajiri na utaenda kufanya biashara. Uamke asubuhi na mapema ati uwe unawekelea tu unaambiwa lete mbegu panda. Mpaka the other day nimesikia ati mpaka pesa ya loan nimechukua nataka kuja kununua plot kwanza nitoe tithe. That is misleading. Hata ndio Yesu akasema, hata maneno ya mafundisho ya Yesu mwenyewe. Yesu alisema ikiwa unajua uko na jambo na ndugu yako usiende kutoa dhabihu kwa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu kama uko na deni yangu, hujalipa nyumba yangu na unataka kuniambia nigoje, lakini mshahara umepata, umeona ukilipa nyumba na kuna hii shida uko nayo na hii unaniwekea deni, unaenda kwanza kutoa sadaka fungu la 10. No, unatakikana kwanza kumaliza. Ikiwa inawezekana umalize. Kile unaweza kwenda, kuna njia unaweza kuambia Mungu. Na si ati ni pastor anajua, hata hiyo bahasa haitakikani atakuwa
umeandika chochote, hatakani kujua siri yako na Mungu. Unaweza kwenda ukalijia Mungu kamwambia, Mungu unajua nilikuwa nifanye hii hapa, natoa hii si dhabihu yangu ya siri. Dhabihu yangu ya siri. Unifungulie hii jambo na hii. Lakini si ati unaweka mambo yote ati ni pasta hata mwenyewe na unakuta wengine hata mshirika akiwa na shida hawataki kujua mshirika ako na shida. Anatuma watu wengine. Wewe mwenyewe, mimi na kitu kingine nilishangaa, unakuta wahubiri hata kukubariki na pesa hawezi kukubariki. Yeye kazi yake ni kupe. Uko na shida na hawezi, isipokuwa chakula ukifika kwake ukule. Kutoka kwa nyumba rudi akutolee 2,000 akupatie ukanunulie mtoto kitu fulani amekosa, anakwambia tuombe Mungu atakufungulia njia. He is also supposed to pray part. Kama hapa kuna watu wengi mnaweka hapa kwa YouTube anahitaji usaidizi fulani. Unakuta kuna pasta utaona akitoa pesa hata anamsaidia. Ni sisi raia tunanyang'anya na hiyo si vizuri. Okay, guys, thank you very much for your support. Thank you very much for listening to us. Let me appreciate our guest for today. Mungu akubariki sana, tumefurahia sana. But before tumalize, nilikuwa nataka uambie tu msikizaji wetu, mtazamaji wetu, as in kuna watu naona mtu ako na bibi wa kwanza na wa pili wenye wanaoa saa hii. Hii mambo ya unapelekea bibi wa pili dawari na hujapelekea huyu wa kwanza inaleta shida, kwa sababu nimeona cases mingi mwanaume amepelekea bibi wa pili dawari alafu hajapelekea wa kwanza alafu amekufa. Iko na shida kwa sababu hata Biblia inasema katika Old Testament, hata kama sina hiyo basi kubuki hiyo basi vizuri, inasema furahia bibi wa ujana wako. Okay. Sasa vile ameruka hata bingu Mungu mwenyewe hajafurahia. Kwa hivyo hata ile dawari alipeleka ni kama kutupa vitu kwa maji. Okay. Manake sasa unalete mashida ndio inalipuka kama wakati wa mvua imenyesha, vitu vinaanza kumea kila mahali. Ni kama sasa umefungulia mlango wa laana zenu. Hata mtajirike aje itaisha. Okay, kuna mtu anakutazama pale na anaweza taka kuwasiliana na wewe. Unaweza msaidia na namba yako ama venye anaweza kupata? Ndio, niko na namba yangu. 0735 739924. Rudia tena. 0735 739924. Okay. Hey, thank you very much for your support. Tumefika tamati na guys, let me tell you, I will be creating awareness. I'm going to dig deeper into our cultures. I think I'm going to concentrate on that because I have come to realize it's like we are not informed. Because people are not even aware of the process. Unaona watu wengi hata hawajui kunaendanga aje, even na mabamu hiya zingine anasema kuna mtu anastahili kuelezea. So I think I'm going to dig too much on that. And I thank you guys for your support. Guys, continue subscribing to my YouTube channel. I told you earlier we are going to grow this channel together, guys. Nawapenda sana. Thank you for your support. Share my link. Share on your Facebook account, guys. Nawapenda sana. Thank you for your support. Muendelee kubarikiwa. Kama kuna kitu unaweza taka niongelelee kwa hii channel yangu, guys, niandikie hapo kwa comment section. Ama unaweza chukua namba yangu 0799153148 na ninawapenda sana. Tutaendelea kudig deep kwa hii mambo na cultures kwa sababu wacheni niwaambie mimi ni Mkikuyu na ninajua zimeua watu wengi sana kwa our community. And no one is talking about to make the matter worse. Even the bishops wanafanya hizo weird rituals zenye niliongea kwa hiyo previous video. So we are going to dig deep in this Christianity and cultures kwa sababu kuna zile vitu Bible imekubali na kuna zenye imekataa. So nawapenda sana. See you next time on my next video. Bye.